basi. Mama jamani. Pole Taisha. Mamangu mimi. Pole. Mama. Mama basi dada. Mama jamani mama. Pole Recho, pole. Kufa kuna uma Recho, pole. Pole. Jamani. Mama basi. Mama jamani. Pole Taisha. Mamangu mimi. Pole. Mama. Mama basi dada. Mama jamani mama. Pole Recho, pole. Kufa kuna uma Recho, pole. Pole. Sibason. Kiongozi. Sasa mimi ni yule kijana. Ndio sasa ile hatua ambayo uliniambia niifanye tayari. Sasa kuna hatua nyingine ambayo nahitaji kufanya tena. Kwenye yale makutano kule. Haya, sawa. Sawa. Ile shoga yangu, unazijua hizo habari zinazoendelea hapa kijijini? Hapana, sizijui. Ule msiba mama kaenda siku ile. Abdul ndo kahusika. Mamake kamua mwenyewe kwa tamaa zake za pesa. Kumbe ndo maana siku zile alikuwa ashoboke sana pale kwenye msiba. Kumbe alikuwa anajua kama kitu amekifanya yeye. Hata mimi nilikuwa nashangaa. Huyu mkaka vipi? Kumbe ni shetani likubwa lile. Na hizo taarifa kakufikishia nani? Ile hizi taarifa zimeenea sana hapa kijijini. Sasa nakushangaa wewe ulikuwa usijui hizi taarifa mzangu. Watajua wenyewe. Hayo mimi hayanihusu. Mama kankosa yeye. Tuachane naye shoga yangu. Vipi shemeji? Nasemaje? Mwenzangu. Hata sina. Unaichekesha. Uzuri wote huo. Uzuri sio shida shoga yangu. Ile shida wanaume wenyewe wanachagua sana. Ila haya. Hem, twende basi baba. Hapo. Kiongozi, lile jukumu lilonipa la kutoa kafara mama yangu tayari nimeshalifanya na nimefanikiwa. Hivyo basi nipe ile njia ya kujua nazimiliki vipi hizo mali na hizo pesa. Abduli, kwanza takiwa ufahamu ya kwamba hakuna utajiri unaopatikana kirahisi. Lakini pia bado una kazi nyingine ya kuifanya. Kwani ili kufanikisha huo utajiri wako, inatakiwa umalizie kafara 2. Ndipo utakapopewa uwezo wa kumiliki fedha na ukawa na utajiri mkubwa sana. Sasa kiongozi, ikawa masharti yapi sasa? Wakati mwanzo umeniambia tu kwamba nikimtoa mama yangu
kila kitu kinaisha na nitaweza kumiliki hizo pesa. Abduli, ili kuweza kumiliki fedha na kuwa tajiri mkubwa sana, basi tambua unatakiwa kufanya haya mawili yaliyobakia. Inatakiwa ulale na mtoto mdogo ambaye bado hajabalee, na baada ya kulala naye inatakiwa umuue kwa mikono yako mwenyewe kisha umzike. Hapo utaenjoy utajiri wako, utaenjoy maisha mazuri sana. Chagua mawili kati ya haya. Umalizie kafara zilizobakia au uzalilike na bila kuwa tajiri. Nafikiri itakuwa umenielewa. Hilo kwangu haliwezekani. Haliwezekani kabisa. Kiongozi, hilo hapana. Kwa sababu mimi uliniambia nikishamtoa mama yangu tu kila kitu kinaisha. Sasa naanzaje kufanya kitu kingine wakati uliniambia nikimtoa mama yangu tu inaisha? Na naweza kumiliki hizo pesa na hizo mali. Haliwezekani kabisa. Siwezi kufanya kitu kingine. Siwezi kutoa kafara ya mtu yote yule tena kwenye maisha yangu. Wapo waliotoa kafara nyingi sana. Yako ni kafara ndogo sana. Mimi nafikiri sina jingine la kuongea. Nikutakie wakati mwema na utekelezaji mwema. Firimason, mini Firimason, Firimason, mini Firimason. Kaka, tangia mama yako amefariki, umekuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Maana siku hizi hata maskani hauonekani. Kwa nini? Kweli. Mkubwa kaondoka hivi. Siwezi kuwa sawa. Hata kama ungekuwa wewe. Naelewa unajisikiaje. Lakini hili jambo tayari limeshatokea. Shida sio kumwombea. Au shida sio kufariki. Kinachoniumiza, yaani hata blaza wangu, ushirikiano wake kwenye ule msiba mimi sijauona. Anatoka anaingia, anatoka, yaani mimi simuelewi. Una maana gani? Nahisi hiki kifo cha bi mkubwa yule bro kasababisha. Hapana. Achana na hizo imani. Kila kitu Mwenyezi Mungu ndo anapanga na sio binadamu. Hivyo basi acha kumuhisi kaka vibaya. Ila hata hivyo mimi nilikuwa nimepita hapo nikusalimie. Fanya baadaye uje maskani basi pige story mbili tatu. Haipendezi uwe unakaa tu hapa nyumbani kimya muda wote mwenyewe. Fanya hivi. Uwe na siku njema. Fresh. Hivi nilikosa ushujaa ama maisha magumu, nikaingiwa na tamaa, nisovu majukumu na nikayafanya siofaa, kusahau vigumu. Zimeniponza tamaa, niliambiwa niache ufala, niepuke masikini,
nikakubali mpe kafara niwe tajiri na mimi. Nami nikakubali, nikamuoa mamangu mzazi aloniza, bado alisio shwari, yani ndo kwanza kimeanza kizaza. Baba, bado hatujafika. Usijali mwanangu, tumekaribia. Hebu Natia. Baba, nataka kunifanyia nini? Utanisamehe sana mwanangu kwa hiki ambacho ninakifanya. Najua fika unajua hali ninapitia kwa sasa. Najaribu kufanya hivi kwa ajili ya kunusuru maisha yangu na pia kusaidia familia yangu ambayo imebakia.